Nyie kama mababa, na pia nitaongelea kidogo shinikizo la juu la damu, kisukari na mengine kwa ufupi, lakini hizo rejea mtabaki nazo, ndio zawadi yangu kwenu. Magonjwa yamegawanyika sehemu mbili. Kuna magonjwa ya kuambukiza na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Lakini magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanaweza yakasababishwa na maambukizi. Mfano, mtu amepata shida ya maambukizi ya mapafu mara kwa mara, anaweza akapata shida ya mapafu sugu ambayo tunaita chronic obstructive pulmonary disease. Yaani inakuwa ni ugonjwa usiopona na akaendelea kuishi nao. Na magonjwa yanayoambukiza ni kwamba linaweza likatoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine, lakini yasiyoambukiza ni la kwako mwenyewe. Na kwa kusema hivyo, tunashauriwa tusinyanyapae wagonjwa wetu, kwa sababu magonjwa yasiyoambukiza ikisha likupata ni wewe kama wewe. Sawa eh? Na kwa ufupi tu, hayo magonjwa ni mengi, ikiwemo saratani, shinikizo la juu la damu, kiharusi, moyo kutanuka, kisukari na mengine mengi. Lakini tutaongelea kwa uchache yale ambayo yanagusa zaidi maisha yetu kama watumishi wa mababa zetu, lakini sio nyie tu, sio kusema inawezekana ni sisi tu, hapana. Lakini kwa uchache tu naona baba ameliona, kwa sababu nyie ni wachache, lakini kwa hivi karibuni dekania yangu tu tumepoteza mapadri 3 kwa saratani. Haimaanishi inawapata nyie tu, lakini pia tunaweza tukazuia. Na tunazuiaje? Tutaweza kuona katika hili somo la leo. Kwa ufupi, saratani ni ugonjwa ambao unasababishwa na uharibifu wa kinasaba. Hauna sababu ya kuandika rejea zote mnazo, naomba msikilize. Uharibifu, yani tulisoma biolojia, ile seli ya mwanadamu ilivyo, ina kiini katikati ambacho kinabeba kinasaba. Kitu chochote ambacho kitaathiri seli yoyote, seli ni kama matofali katika ujenzi wa nyumba. Tofali moja likipata athari au likameguka, inawezekana ikawa mwanzo wa nyumba kuharibika. Kwa hiyo ile seli yoyote ikipata jeraha na ikasababisha kwamba jeraha likaingia mpaka katikati ya seli kwenye nyumba ya kinasaba DNA, ikajeruhika kiasi kwamba hakiwezi kutengamaa, maana wake kuna magonjwa mengine kinatengamaa, lakini kikijeruhika kusiko kutengamaa, ina maana ile seli inakosa mwelekeo kabisa. Tunategemea seli iwe ikigawanyika sehemu mbili zinazolingana, lakini kama ile kinasaba kitaathirika, seli inaweza kukosa mpangilio, ikaparaganyika, inakengeuka. Mgawanyiko unakuwa haupati mrejesho hasi wa kichwani ambao ni feedback mechanism. Kwa hiyo ile